watu wakakuja. Watu walikuwa wanafurahia. Mumeenda Kana, mumepeleleza. Unataka tusikie ripoti. Ripoti ya wale watu 10 wakaleta ripoti mbaya. Wana wa Israeli wakalia, wakauliza kwa nini? Kwani kuko aje? Huko wakawaambia, hata Mungu alikuwa amewaambia hivi. Na mkienda, Musa akawaambia. Musa alikuwa anaongea kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Mkienda mlete matunda. Bwana asifiwe sana. Amen. Mkienda mlete matunda, ndio hawa wana wa Israeli, kwa sababu wale watu walikuwa na mioyo migumu. Niliwaambia kwamba kazi yao ilikuwa kula watermelon peke yake. Wakikula watermelon wanasahau kuna Mungu. Na nikawaambia watermelon haiwekagi akiba. Ikiwekwa akiba inakuwa na magugu. Marenge ya Misri. Nilipoenda, wawili wakaleta ripoti nzuri, lakini hawa wengine wakaleta ripoti mbaya. Kwa sababu ile kazi waliaminiwa, walikataa. Lakini Mungu alikuwa anataka kuwafanya wahitimu mtihani. Wale walienda wakaleta ripoti nzuri. Mungu akasema hawa watakuwa wakilishi wa wana wa Israeli. Siku ya leo nataka uelewe pointi yangu ya kwamba vile ulivyo si kwa sababu ulifanya kazi nzuri mbele za Bwana. Hapana. Si kwa sababu ulijikufia. Hapana. Yesu ndiye alikufia maisha yako. Praise the name of the living God. Si kana kwamba wewe ulikuwa mzuri sana. Si kana kwamba kuna mambo ambayo umefanya ya dhamana. Paulo anasema kama mimi nitalia kwa sababu Kristo wako ndani yangu, na ile neema ambayo imeniokoa ikanitoa katika giza, taishi kwa Bwana. Sio kwa sababu tumekuwa qualified. Wale watu qualified hawatumiaga na Bwana. Hata mimi sijakuwa qualified. Naambiaga Mungu nifanye kile unataka nile kwa ajili ya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Today, if you are stammerer, ni sawa. Mungu anakujua kama stammerer. Kama wewe ni mtu wa kusitasita katika kazi ya Bwana, Mungu anajua. Lakini ile kitu nataka nikusaidie, don't escape. Nataka nikuambia kwamba usifanye nini? Usitoroke. Don't escape. Usitoroke wema wa Bwana. Usitoroke kwa sababu Mungu anataka kukufanya kile anataka uwe. Kaa hapo. Mungu ajitukuze na maisha yako. We are not qualified, but God anatufanya tuwe qualified. Nataka nitoe pointi ya mwisho. Praise the name of the living God. Toe pointi nyingine na Mungu Yesu atatubariki. Pointi nyingine andika hivi. God chose ordinary people and make them extraordinary. Mungu anachagua mtu ambaye ni wa kawaida na anamfanya kuwa chombo cha dhamana katika maisha yake. Katika maisha ya Kristo, Mungu kufanya hivyo. Mungu anakufanya kuwa chombo. Anakufanya kuwa chombo cha kumtukuza. Si kana kwamba sisi tulikuwa watu tunajua kuhubiri. Hata wengi wetu hatungeshuhudia. Hata wengi wetu tulipewa masiku. Mchungaji alipewa siku 5, wiki moja. Wacha tuone atarudi nyuma. Tukapewa hata miezi. Kwanza wokovu wa kwetu wa zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba wacha tuone vile atakavyofanya. Lakini Mungu tukaitwa tukiwa watu ordinary, lakini Mungu atakatufanya extraordinary. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mungu anaweza kukuita vile ulivyo tu. Mungu amekuita vile ulivyo, anataka kukufanya kuwa chombo. Anataka kukufanya kuwa kile ambacho anataka uwe kwa utukufu wa jina la Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nataka tusomewe Job 36 verse 5. Job 36 verse 5. Na Mungu atatubariki. Somewe tu. 36 verse 5. Yes.
Biblia inasema tazama, Mungu ni hodari wala hamdharau mtu yeyote. Yes. Asante. Hiyo ni point. Nimeandika hivi. God is great. He despises no man. Ya kwamba Mungu ni mkuu kiasi hicho, ya kwamba yeye hadharau mtu yeyote. Mungu hawezi akakudharau. Vile ulivyo anakuita vile ulivyo. Haangalii kama mwanadamu. Niliwaambia kwamba wakati Samueli anaenda kwa Jesse, Mungu wakiwa pale wakiendelea, Mungu anamwambia Samueli, toka uende kwa Jesse, nimejichagulia mtu ambaye atachukua nafasi kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya wana wa Israeli. Saul ilikuwa kazi yake. Saul alikataliwa na Mungu wakati ambapo alitumwa, akaambiwa enda kwa mfalme Agagi umuue na vitu vyake vyote. Kujaribiwa, lazima Mungu akupitishie mahali ili akufanye chombo. Na niliwaambia hivi, can I tell you something? Nikiwa kwa hii madhabahu, kama uko hapa na unarudiaga mtihani, ujue kwamba kuna level ambao hautafika. Niliambia leo, kuna level ambao hautafika. Especially kuna mambo ya kiroho mengi sana utaelewa. Hata mambo mengine mtu hawezi achieve. Kwa nini? Ni kwa sababu utakaa mtu tu wa kawaida, lakini kuingia to another level uwe extraordinary itakuwa ngumu sana. Mungu akitaka kukutumia, anataka, kuna watu ambao wanatamani kipawa chako. Jana nilikuwa naongoza mahali ibada, na katoto kamoja kanaitwa kama mimi, kakasema mimi nataka kuwa kama pastor. Kanaitwa jina langu, nataka kuwa kama pastor. Nikakauliza kwa nini? Mimi nataka kuwa kama wewe. Nikawaambia wazazi wake juu ni kazi zangu, nikawaambia wakati tutakuja kwenu, make sure mmeleta dhabihu niombee huyu mtoto niachie kipawa ndani yake. Na ni lazima afanye hivyo. Kwa sababu gani? Ndio kwa sababu amekiri kile umekiri. Nilikuwa tunaongea leo kwa ibada yetu, nikasema kwamba whatever mchungaji amesema utakuwa, ama mtu ambaye ako na nguvu ama power ama ako na mamlaka, hiyo kitu lazima ikufuate, upende usipende. Lakini nataka na nini? Na imani yako. Mungu haangalii kama mwanadamu. He despises nobody. Haangalii kama sisi. Shamba anatumwa kwa Yesu, enda nimejichagulia mtu ambaye atachukua nafasi. Na baada Saul kukataliwa, Mungu anakuaga na nafasi ya kila mtu. That's why nawaambianga hivi, na sitakosa kusema niko kwa hii madhabahu. Nani hii wakati ambapo hiyo nation unaona inakuja hapa, kuna wale itainua, watu wataenda katika level za juu sana. Kuna wengine ambao watadumu wakiwa mstuck, kwa sababu kitu ikikuja inakuja inainua ama inaleta mambo mengine, inakuaga mara mbili. Kwa hivyo it is your high time Mungu atende jambo jipya katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Nataka kumalizia kusema nini? Jesse wakati alienda pale, mtoto anaitwa mwagiliwa mafuta, watu wanaitwa, akaambiwa leta watoto wako. Lakini baba yao anasema kwa sababu huyu ndiye mkubwa, pebe imagine pebe. Do you know what is oil? Oil hata saidi kikuja naye hapa, nifanye hivi, inamwaga. Pebe inafanywa hivi, lakini ikifanywa hivi inakataa kutoa mafuta. Paka Samuel anauliza, kwani kuna shida gani? Mungu akamnenea akiwa kwa laini. Wakati walifika watano, Mungu anamnenea. Biblia inasema wa kwanza akakuja akakataliwa, wa pili akakuja akakataliwa. Mkasa Samuel anauliza, kwani niko na shida ama ni nini? Bila kujua Mungu alimwambia, nimejichagulia mtu. Wakati Mungu anachagua maisha yako, anakuaga provider, anakuaga kila kitu yako. Yule mtu Mungu akamwambia, mimi siangalii kama mwanadamu. That's why the Bible says God is great. He despises no man. Mungu haangalii kama sisi.
Sisi tunaweza kukudharau, tunaweza hata kuona wewe hakuna kitu. Tunatakaga sisi wale watu ambao tunaona ya kwamba wako sawa. Lakini Mungu haangaliagi usawa wa mwili, haangaliagi usawa wa kiakili, anaangaliaga usawa wa roho. Huyu mtu nikimtuma atatimiza mapenzi yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, Yesu akaongea na wanafunzi wake akasema, mimi msalaba wangu ni mwepesi. Atakayetaka kunifuata ajitwike msalaba wangu kila siku, maana ni mwepesi. Kujitwika Yesu. Ndio kuna mambo itakukataa. Ndio kuna mambo mazuri sana itakuhepa. Lakini God despises no man. Wakati walikuja Mungu akamwambia siangaliage sura. Walipopita wote, Daudi akauliza Samuel akauliza Jesse, kuna mwingine ambaye amebaki? Maana pembe watu wanafanya hivi, inafanywa hivi. Oh, haleluya. Ripo kutaya saya. Sikia nikwambia, wakati walipita wote, Jesse akaulizwa kuna mwingine, akasema kuna kakijana ambapo wakana maana. Umbalipo siale basona la makataya. Ninakaonaga kazi yake tu ikachagua kaende huko. Kaka angalie kondoo. Haleluya. Yesu akasema anachunga huko kondoo. Vijana wao wote wakiwa pale, wakiwa wanaulizana, Mungu anaweza kutufanya hivi, atume mtumishi wake na tupite. Wakati pembe ilikuja, wakati yule mtu wa Mungu alikuja, Samueli akaambiwa ya kwamba huyu mtu si mwingine, huyu nilikuwa nasema Daudi, ambaye aliweza wakati alipokuja, mafuta ilipoanza kufanywa hivi kumiminwa, ikaanza kuteremka. Kwa nini? God is great. He despises no man. Wakati Mungu anataka kukuinua, wakati Mungu anataka kufanya kitu, Daudi hapo anajulikana. Alikuwa ni mtu ambaye kazi yake ni kuchunga. Hata wewe sijui Mungu alikutoa wapi. Pengine kuna mahali ulikuwa, lakini Mungu akasema, Wagoi, kuja. Mudhoni, kuja. Wagale, kuja. Kuja. Akakuita kwa jina lako. Nataka uwe wangu. Ombi yangu kwetu, ombi yangu kama mtumishi wa Bwana, kubali mwito wa Bwana. Kubali Mungu anataka afanye nini na wewe. Kwa sababu God can glorify himself through a weak vessel. We are not qualified, but God qualifies us. Mungu ndiye anatufanya tuwe vile tulivyo. Mungu anatuita tukiwa watu ordinary, lakini anatufanya extraordinary kwa ajili ya kazi yake. Pengine wetu hatukupendeka. Kwanza sisi hatukuwa na sura. Hakuna mtu ambaye angetupenda kwanza. Watu walikuwa wanatudharau kwa sababu ya shida. Haleluya. Sema amen. Amen. Mimi nilikuwa mkonde kuliko sindano. Ile mnaonaga watu wanatumianga. Ungenipenda. Ninakumbukaga siku moja tukiwa tunaenda pre-wedding kule Kenari. Mimi nikakuta pastor anaitwa Pastor Bogwa sahi anakuweka kule Kiambaa. Nikamkuta nikamwambia, naomba tu tafadhali ikiwezekana, maana nilikuwa na nguo mbili, na usicheze na mtu ambaye ni evangelist na ako na nguo mbili. Sikuze mwenzako mwambie na kweli pastor ametoka mbali. Yaani nguo mbili, nilikuwa nafua moja, ingine navaa jioni, ingine yani ile rangi yangu mzuri sana nilikuwa naipenda. Nilikuwa na mbili. Naifua usiku ingine, na ingine ninavaa siku nyingine. Ndio nipate ya kwenda kanisa. Na siku moja nikaona ya kwamba kwa sababu hii roho ndio naweza tumia kwenda. Siku moja nikiwa napepeta ile pasi. Si mnajua zile pasi za kitambo. Nikaipepetea, na nilipokuwa napiga pasi, sikujua ya kwamba sikuwa natofautisha kuna cotton na kuna nylon na kuna silk. Abia mwenzako, Mungu amenitoa mbali. Sikuwa natofautisha ya kwamba cotton ni gani na silk ni gani na ile imechanganywa material ni gani. Bora tu nivae nijue nimevaa. Wakati nilipofika
Ikiwa inakaribia, ikiwa imebakisha sijui siku kadhaa, nikaenda ku iron ile nguo. Kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, sijui nitasema nini, rongi yangu ikachomwa na ile pasi. Sasa sikuwa na ya kwenda kwa pre-wedding. Nitafanya nini? Number 1, nilifikiria yule mtu anaweza nisaidia. Nikaona ni Pastor Patrick. Nikamwenda nikamwambia, "Mudo wa gai, hakuwa pastor, tulikuwa tu wainjilisti tu. Fanya hivi, nisaidie na nguo yako." Na kama nasema hivyo, mama ako hapa. Nilipoivaa kwa sababu ya urefu wangu na yeye ni mfupi, ili nifika hapa. Na ukweli, Mungu amenitoa mbali. Mama wakati aliniona na akaniambia, na hii kulingana na suti wapendwa, ilikuwa inaitwa checked. Alafu ikanifika hapa mikono yangu ni mirefu, ikanifika hapa. Sasa wakati nasalimia mama, nikienda kumsalimia inajivuta hivi. Mama akasema, "Eno vuti ni kohoyo hoile." Nikasema ndio, kwa sababu sikuwa na yakuja. Na Mungu amenisaidia kwa kiasi hiyo. Kwa sababu Mungu huita ordinary people, anawafanya kuwa extraordinary. Si ukubali tu vile ulivyo. Ukubali Mungu akufanye kile anataka uwe siku ya leo, ili uweze kumtumikia. Tusimame sisi zote na miguu yetu katika jina la Yesu.